wangewezaje? Kwa sababu Isaya alisema hawawezi kuiona. Mnaona? Naye daima alisema, Nabii Paulo alisema katika siku za mwisho watu wangekuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia na wasiowapenda walio wema, wakaidi, wenye kujivuna. Mnaona? Wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao, maana hawa ndio waendao nyumba hadi nyumba na kuwaongoza wanawake wajinga waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wamevaa kaptura na kukata nywele na kadhalika, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi na kusema ni sawa, lo, wanawazimu huko nje, usijali. Mnaona? Wasiweze kabisa kuufikia ujuzi wa ile kweli. Nao watu hawa waliipinga hiyo, kama vile Yambre na Yane walivyompinga Musa. Wanaweza kuanzisha kanisa na kupata kundi la watu. Naam Bwana. Lakini upumbavu wao utadhihirika wakati Yesu atakapomchukua bibi harusi wake na kumweka hapa juu na kusema, huyu ndiye, na kwenda pamoja naye. Hiyo ni kweli. Na upumbavu wao utajulikana. Liangalieni, kuwajulisha siri hii kwa neema yake. Angalieni, wakati ufunuo huu mkuu, siri iliyofunuliwa inapofunuliwa kwako, basi unayakataa mambo yote ya ulimwengu. Sasa nitarudi kwa mara nyingine tena. Afadhali niliseme tu, ninalielekezea kidole kwa ajili ya kanda na zile zinazosambazwa kote. Kanda hii husambazwa ulimwenguni kote. Mnaona? Ninyi wanawake mnaodai mna ubatizo wa Roho Mtakatifu, wala hamna ujasiri wa kuziacha nywele zenu zikue, wakati Biblia inalishutumu na kusema nini ya mwanamke. Mwanamume ana haki ya kumwacha mke wake kwa talaka kama akinyoa nywele zake. Anaheshimiwa mbele za Mungu kufanya hivyo. Biblia ilisema kama akikata nywele zake anakiaibisha kichwa chake. Na ni kawaida tu. Mnajua jambo lolote la kawaida ni nini kwa mwanamke hata kuomba akiwa amekata nywele? Mnaona? Kuvaa kaptura na suruali hizi na kadhalika. Biblia ilisema mwanamke yeyote atakaye nini? Lo, unasema anayevaa vazi limpasalo mwanamume ni chukizo kwa Mungu. Mchafu, kinyaa, kama bafu kuukuu inayonuka mahali fulani. Mnaona? Lo jamani, uchafu pwani mwa Mungu. Na kisha unajaribu kuomba au kuomba dua katika kitu kama hicho. Mungu anakataa, anayakataa. Hiyo ni kweli. Vema, unasema, sasa ngoja kidogo ndugu Branham. Unazungumza kuhusu Agano la Kale. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni ufunuo kamili wa Mungu. Mungu akisema lolote, kamwe hawezi kulibadilisha. Yeye hulikuza kila wakati, si kulibadilisha. Torati ilikuzwa, si kubadilishwa. Imekuzwa. Kila adhinie atakuwa na hatia ya kifo, lakini yeyote sasa imekuzwa amtazamai mwanamke kwa kumtamani. Hakuwahi kubadilisha amri, aliikuza. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku moja katika juma. Sasa ameikuza. Raha huja kwa kumdumisha Roho wa Mungu. Amri juu ya amri na kanuni juu ya kanuni, hapa kidogo na hapa kidogo. Shikilia lililo jema, kwa maana kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine nitasema na watu hawa. Na hiyo ndiyo raha. Huko ndiko kuburudika kutoka kwenye uwepo wa Bwana. Na hata hivyo hawakulisikia na kutikisa vichwa vyao na kuondoka kwa ajili ya madhehebu yao. Hii ndiyo raha. Unaona, kuikuza siku ya Sabato. Kwenu ninyi wa Sabato na kadhalika. Lo jamani, yeye habadiliki, anaikuza. Kuzimu imetandaza milango yake ili kuwapokea. Sasa mnaweza kuona sasa ujumbe wa wakati wa mwisho kwa nini umekataliwa. Mnaweza. Sasa si dhehebu bali ufunuo wa siri yake. Mnaona, si dhehebu, ufunuo. Mungu hajulikani kwa dhehebu, anajulikana kwa ufunuo. Angalieni, Mungu katika mwili wake Kristo na Kristo katika mwili wake bibi harusi. Jamani, Mungu akidhihirishwa katika Kristo, Kristo akidhihirishwa katika bibi harusi. Na kama vile Mungu alivyomtoa katika mwili wa Adamu mwanamke naye akaanguka, basi Mungu ametoa kutoka katika mwili wa Kristo mwili wake ambao ni neno lake, na ni kumtoa bibi harusi ambaye hataanguka kwa madhehebu au kanuni za imani. La Bwana, bali anarudi kwa neno safi lisilogoshiwa la Mungu likidhihirishwa. Natumaini kila mwanamume anayeisikia kanda hii na kila mwanamke ataelewa jambo hilo. Mnaona, yeye ni Hawa wa pili, lakini yeye havunji na kuharibu sketi zake za usafi na utakatifu kwa mume wake. Atadumu na neno lake,
bila kujali mtu yeyote anasema nini. Unaweza kuwa na mienendo yote ya kiumeni unayotaka na mashirikiano yote, nao wataleta mateso hivi karibuni sana na kuyafunga makanisa yote. Mnaona hilo? Na makanisa kama hili ambayo si dhehebu watayatumia kama ghala chochote kile, na kama mtu yeyote akienda na kumwombea mtu mwingine yeyote ambaye si wa hilo shirika la kiuchumi atapigwa risasi papo hapo. Yote yako tayari. Huyo mhudumu wa Kilutheri, kiongozi wake, alisema hivyo, na liko papa hapa. Unaweza kulisoma papa hapa kwenye gazeti lako. Kweli haileti tofauti yoyote yale wanayosema. Kanisa hilo litasimama aminifu katika vita. Tayari lilithibitisha huko nyuma, nalo litafanya hivyo tena mbele ya kila kitu. Ni neno la Mungu. Basi acheni mienendo yote ya ekumeni na chochote kile kiondoke. Litakuwa pale bila ila wala kunyanzi. Hiyo ni kweli. Litasimama hapo. Angalieni, Mungu alijidhihirisha mwenyewe katika mwili wake, Kristo. Sasa mnaona kitu hicho kizuri chenye sehemu tatu. Kristo katika mwili wake, kanisa, akithibitisha neno lake lililoahidiwa kama vile Mungu alivyofanya kupitia Kristo. Ni nani awezaye kunihukumu mimi kwamba nina dhambi nisipozitenda kazi za Baba? Basi nimeshindwa wapi? Sasa ninyi jamaa mnasema ya kwamba mnafanya hilo. Ninyi dhehebu sasa nionyesheni mimi. Naam, nionyesheni mahali ninaposhindwa kuwa Masihi. Nionyesheni mahali niliposhindwa kwenye ishara moja ambayo Mungu alisema Masihi angefanya, ambayo sijaitimiza. Alisema, unaona, Mungu katika mwili wake. Sasa Kristo, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Unaona Mungu yeye yule. Unaona, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, nyingi kuliko hizi, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba yangu. Kanisa litakuwa katika nuru kwa muda mrefu zaidi. Mnaona, kuthibitisha neno lake lililoahidiwa. Kama vile Mungu alivyofanya ahadi zake katika mwili wa Kristo, vivyo hivyo Kristo anafanya kazi zake zile zile katika mwili wa Kristo, kanisa. Mnaona, sasa akifanya siri yake ijulikane kwa mti wake wa bibi harusi katika siku ya mwisho, ukizaa matunda yaliyokuwa kwenye ule mti hapo mwanzo. Angalia, huo mti ukatoa tawi. Mlutheri ulifanya nini? Wakati huo mti ulipoanza kukua, hili hapa tunda linakuja pamoja nao. Nini kilitokea? Wakaliundia dhehebu. Kwa hiyo mpogoaji akapitia hapo, baba mkulima, na kuukata huo, akasema, umekufa. Wakaja wa Wesley, ukafanya vizuri wakati ukikua. Ulifanya nini? Lile tunda likarudi moja kwa moja kwenye huo mti tena. Kwa hiyo akaukata huo mzabibu, ukafa. Nionyeshe kanisa moja. Nataka kujua. Nina miaka 33 ya historia ya kanisa. Nionyeshe wakati mmoja mahali pamoja